Habari za mchana Migueli na wahudumu wote waliokusanyika hapa. Mungu awabariki na kuwalinda, na muendelee kuwa na alasiri yenye furaha iliyojaa baraka za Kristo Mwokozi wetu. Kwangu ni upendeleo mkubwa wa kuhubiria wahudumu waliokusanyika pale Pereira katika wakati huu, ili kumwomba Kristo baraka zake juu ya kila mmoja wenu. Na pia ningependa kuwashukuru ninyi wahudumu na makusanyiko yenu kwa msaada mnaotoa kwa mradi mkubwa wa kanisa kuu la Imakuu huko Puerto Rico. Kwa ajili ya wakati huu tutasoma katika Zekaria sura ya 4 mstari wa 11 na kuendelea, 11 hadi 14, ambapo inasema, nikaendelea kusema na kumwambia, mizeituni hii miwili iliyo upande wa kuume wa kinara na upande wake wa kushoto inamaanisha nini? Upande wa kushoto inamaanisha nini? Nikanena tena nikamwambia, ni nini maana ya yale matawi mawili ya mizeituni ya mwagayo mafuta kama dhahabu katika mirija miwili ya dhahabu? Naye akanijibu akisema, je, hujui hii ni nini? Nikamwambia, hapana bwana wangu. Akasema, hawa ndio wapakwa mafuta wawili wasimamao mbele za Bwana wa dunia yote. Wapakwa mafuta wawili walio mbele za Bwana wa nchi yote. Hawa ni watu muhimu sana kutoka mbinguni, roho za mbinguni kutoka ulimwengu wa kiroho, ambao husimama mbele za Bwana wa dunia yote. Wanatumwa katika nyakati zinazoambatana na matukio makubwa ambayo Mungu anapaswa kutekeleza. Hawa wapaka mafuta wawili walioko mbele za uwepo wa Mungu wanahusiana na mabadiliko ya vipindi na pia mabadiliko ya ufalme iliyoonyeshwa na Nebukadneza na kufasiriwa na nabii Danieli katika ndoto ile ambayo mfalme Nebukadneza aliona na akaisahau na akaonyeshwa Danieli, naye Danieli akaionyesha na kumkumbusha mfalme Nebukadneza, na pia akampa tafsiri ya sanamu hiyo kubwa ya ajabu iliyokuwa na kichwa cha dhahabu, kifua na mikono ya fedha, tumbo na mapaja ya shaba, miguu ya chuma na nyayo za chuma na udongo wa kuokwa, ikiwakilishwa katika sanamu hiyo ufalme au miliki ya mataifa na yote inayofuata. Kichwa cha dhahabu kinawakilisha Nebukadneza pamoja na wafalme wake. Kifua cha fedha na mikono vinawakilisha ufalme wa Umedi na Uajemi. Tumbo la shaba na mapaja yanawakilisha ufalme wa Kigiriki, na miguu ya chuma na udongo wa kuokwa inawakilisha miliki ya Kirumi, katika hatua mbili ambazo ufalme huu ungedhihirishwa. Na kisha katika wakati wa miguu ya chuma na udongo wa kuokwa, ambayo ni miliki ile ya Kirumi lakini yenye hatua mpya na yenye udongo kwenye miguu, ambayo inawakilisha hapo watu na wafalme ambao wataungana katika imaja hiyo ya wafalme 10 na serikali zao. Vidole 10 vile vile ambavyo vinawakilishwa pale. Tunaona kwamba ni katika wakati huu ambapo jiwe kuja kwake kwa mikono
ambapo jiwe lisilokatwa kwa mikono al reino milenario al reino del milenio o reino de David que será ni kuanzisha kwa ufalme wa milenia au ufalme wa milenia au ufalme wa Daudi ambao utarejeshwa duniani kwa watu wa Kiebrania. Na juu ya kiti cha enzi cha Daudi ataketi Masihi mfalme ambaye yeye ndiye mrithi kwa mjibu wa kulingana na maneno ya malaika Gabrieli kwa Bikira Mariamu, ambapo alimwambia Bikira Mariamu kwamba atapata mtoto wa kiume, ataitwa mwana wa Mungu, na Mungu atampa kiti cha enzi cha baba yake, na atakaa juu yake kwenye kiti cha enzi, na atatawala juu ya Israeli milele. Kwa hivyo ni kwa ajili ya wakati wa hatua ya miguu ya chuma na udongo wa ufalme wa mataifa, ya kwamba kuja kwa Bwana kunaahidiwa. Na kwa ajili ya wakati huo pia ni ile huduma ya mizeituni miwili iliyo mbele ya uwepo wa Mungu, ile wapaka mafuta wawili na uwepo wa Mungu, yani watu ambao huonekana kila wakati uwepo wa Mungu unakwenda kudhihirishwa duniani. Mmoja au watu wawili wapaka mafuta ambao wako mbele ya uwepo wa Mungu. Kwa maneno yaliyo wazi zaidi ya kwamba uwepo wa Mungu huja kwa mmoja au katika wote wawili kwa wakati mmoja. Katika wale wawili wapaka mafuta na uwepo wa Mungu mbinguni ni malaika wakuu Mikaeli na Gabrieli, wapaka mafuta wawili walio mbele ya uwepo wa Mungu. Ndiyo maana katika Mtakatifu Luka sura ya 1, wakati anapomtokea malaika Gabrieli kwa kuhani Zakaria, tazama malaika anamwambia nini kuhani Zakaria wakati anamjulisha habari njema ya kwamba yeye na mke wake watapata mtoto wa kiume, ingawa tayari wamezeeka, na mtoto atakuwa mkuu mbele za Mungu. Hebu tuisome sura ya 1 Mtakatifu Luka mstari wa 13 na kuendelea. Lakini malaika akamwambia, usiogope Zakaria, kwa maana ndoa yako imesikiwa, na mkeo Elizabeti atakuzalia mwana, na utamwita jina lake Yohana. Yani kwamba Zakaria alikuwa amemwomba Mungu ampe mtoto, na sasa malaika anamletea jibu kutoka mbele za Mungu kwamba maombi yake yamesikiwa na atapata mwana, na utakuwa na furaha na shangwe, na wengi watakufurahia kuzaliwa kwake, kwa maana atakuwa mkuu mbele za Mungu. Jambo kuu zaidi ambalo Mungu anatuma duniani ni nabii, kwa maana atakuwa mkuu mbele za Mungu. Hutakunywa divai wala kileo, naye atajazwa na Roho Mtakatifu hata akiwa tumboni mwa mama yake. Jambo lilotukia Mariamu alipokwenda kumwona Elizabeti binamu yake, jamaa yake, ambaye tayari alikuwa na mimba ya miezi 6, na ndani ya tumbo lake alikuwa na mtoto Yohana. Na Mariamu alipomsalimia jamaa yake, mtoto aliyekuwa tumboni mwa Elizabeti akaruka kwa furaha. Hapo alijazwa na Roho Mtakatifu. Na wengi wa wana wa Israeli atawarudisha kwa Bwana Mungu wao, naye atatangulia mbele zake katika roho na nguvu za Elia, ili kuigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na wasiotii waelekee fikira za wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Zekaria akamwambia malaika, nitajuaje hili? Kwa sababu mimi ni mzee
na mke wangu ni mzee. Hilo lilikuwa ni onyesho la kutokuamini, kana kwamba kusema hili haliwezekani kwa sababu mimi tayari ni mzee na mke wangu ni mzee. Ili kuimarisha imani yake, hawakukumbuka Ibrahim na Sara. Abrahamu ambaye tayari alikuwa na umri wa miaka 99, Sara aliyekuwa na umri wa miaka 89. Mungu alipothibitisha kwa mara ya mwisho ahadi ya kwamba angekuwa na mwana, na akampa jina la mwana ambaye angempata kwamba angemwita Isaka. Endelea kusema katika Zekaria. Malaika akajibu akamwambia, mimi ni Gabrieli, nisimamaye mbele za Mungu, nami nimetumwa ninene nawe na kukupasha habari hii njema. Na sasa utakuwa bubu na huwezi kunena, hautanena mpaka siku hii itakapotokea, kwa sababu hukuamini maneno yangu ambayo yatatimizwa kwa wakati wake. Na watu walikuwa wakimngoja Zakaria wakishangaa kwa nini anakawia katika patakatifu. Lakini alipotokea nje hakuweza kunena nao, nao wakafahamu ya kuwa ameona maono katika patakatifu. Akazungumza nao kwa ishara, lakini akakaa kimya. Na siku za huduma yake zilipotimia, alirudi nyumbani. Hapa tunaweza kuona kisa cha kutokea kwa malaika Gabrieli kwa Zakaria, ambapo anajitambulisha na Zakaria kama mtu anayesimama mbele za Mungu. Zekaria alielewa maana yake. Wakati wowote Gabrieli au Mikaeli wanapotokea duniani, Mungu anatembelea dunia katika mwili wa malaika wa Gabrieli au wa Mikaeli. Hao ni malaika walio mbele ya uwepo wa Mungu, na kwa sababu hiyo wakati uwepo wa Mungu unapodhihirishwa duniani, hapo wanakuwa pale. Ndiyo maana katika mlima Sinai sheria ilitolewa kwa kutumwa na malaika, hapo walikuwa. Na kwa sababu hiyo uwepo wa Mungu ulikuwa katikati ya mlima Sinai, sehemu ya juu, na hapo Musa aliingia, na huko akasikia kutoka kwa Mungu kupitia agizo alilopewa na malaika, na malaika hawa hapo alisikia amri 10, na zimeandikwa juu ya mawe huko juu ya mlima Sinai. Sasa malaika hawa ni kule mbinguni, ni mizeituni miwili, vile vinara viwili vya taa. Na kwa sababu hiyo malaika ambao kupitia kwao Mungu huleta nuru, kwa sababu ni vinara, huleta nuru ya Mungu duniani. Wao ni malaika wa hudumu. Mmoja wa malaika hawa, Mikaeli, ndiye mkuu anayesimama kwa ajili ya wana wa Israeli. Yaani ni kusema yeye ni malaika mlezi wa watu wa Kiebrania. Na Gabrieli na Mikaeli hufanya kazi kwa karibu, wakiwa wameunganika zaidi katika miradi yote ya kiungu. Gabrieli ana mengi ya kufanya na mataifa, naye ana uhusiano na mabadiliko ya serikali ya miliki hizi za mataifa,
yani ufalme wa mataifa. Ndiyo maana tunapata kuingiliana kati ya malaika Gabrieli katika mabadiliko, hata kwa ajili ya kuanzishwa kwa himaya ya Nebukadneza. Pia kwa maono haya aliyopewa na ndoto Nebukadneza na neno lililotolewa na Mungu kupitia malaika Gabrieli kwa nabii Danieli ili kunena na mfalme Nebukadneza. Yani malaika huyu yuko duniani katikati ya falme za mataifa, na ndiye anayezalisha mabadiliko haya ya himaya wakati unaoambatana unapofika katika mpango wa kiungu, kwa sababu yeye ndiye malaika anayeweza kufikia kitabu cha kweli, kama anavyomwambia nabii Danieli katika sura ya 10 na katika mahali pengine. Na ndiye malaika anayekuja ili kumpa hekima Danieli na nabii mwingine yote anayetumwa duniani. Kila neno la Mungu tunaweza kuona kwamba linatoka mbinguni. Kwa hivyo hawa wapaka mafuta wawili, kumbuka kwamba wapaka mafuta ina maana kwamba wamepakwa mafuta na uwepo wa Mungu. Kwa maneno yaliyo wazi zaidi, neno mpakwa mafuta maana yake ni Kristo, maana yake ni Masihi. Inamaanisha ama maana yake ni aliyepakwa mafuta na kupakwa mafuta na Mungu. Na sasa duniani tunaona kwamba Musa na pia nabii Danieli walipakwa mafuta na uwepo wa Mungu. Ndiyo maana Mungu alifanya maajabu hayo yote kupitia kwao. Wao hawakujinenea wenyewe wala hawakufanya miujiza. Ilikuwa ni Mungu kupitia kwao, kupitia kwa malaika wa agano ambaye alijidhihirisha kupitia kwao, na ambaye kupitia kwake Mungu alijitambulisha mwenyewe katikati ya watu wake. Ndiyo maana malaika alisema, mimi ni Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka na Yakobo. Sura ya 3 mstari wa 1 hadi 16 wa Kutoka, na pia sura ya 6 mstari wa 1 hadi 6, na sura ya 4 pia ya Kutoka, na kisha katika sura ya 23 mstari wa 20 hadi 23 ya Kutoka, Mungu ananena kuhusu malaika wake na anasema tuisikie sauti yake, kwa sababu ni sauti ya Mungu kupitia kwa malaika ambaye ni mwili wa malaika wa Mungu. Na kisha anasema ya kwamba jina la Mungu liko ndani ya malaika, na kwamba malaika hata wasamehe wasi wao. Kwa hivyo Mungu daima amejidhihirisha mwenyewe kupitia kwa malaika wa agano ambaye ni Kristo katika mwili wake wa kimalaika, ambaye kupitia kwake aliziumba mbingu na nchi. Kila kitu ambacho Mungu amenena amefanya hivyo kupitia kwa malaika wake, malaika wa agano. Na kila kitu ambacho Mungu ameumba amekifanya kupitia kwa malaika wa agano ambaye ni Kristo, ambaye ni neno lililofanyika mwili katika kila nabii, katika sehemu inayolingana na kila kizazi, kwa sababu malaika alikuwa katika kila mjumbe, katika kila nabii mjumbe, na kisha ndani ya Yesu, kisha katika mitume, kisha katika malaika 7 wajumbe, na kwa mara ya mwisho atakuwa katika malaika wa Bwana Yesu Kristo, ambayo Yesu Kristo anasema katika Roho Mtakatifu katika Ufunuo sura ya 1 kwamba amemtuma malaika wake
ili kujulisha, ili kufunua mambo hayo yote ambayo hayana budi kutukia upesi. Katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi 3 ya Ufunuo, Ufunuo sura ya 22 mstari wa 6 na Ufunuo sura ya 22 mstari wa 16. Hebu tusome maandiko fulani hapa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mstari wa 6 inasema, kisha akaniambia, maneno haya ni amini na kweli, na Bwana Mungu wa roho za manabii amemtuma malaika wake ili kuonyesha watumishi wake mambo ambayo hayana budi kutukia upesi. Tazama, naja upesi. Amebarikiwa ashikaye maneno haya ya unabii huu. Hapa tumeona kwamba aliyetumwa na malaika ni malaika wa Bwana. Hapa tumeona kwa wazi zaidi katika sura 22 mstari wa 16 ya Ufunuo, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu ili kuwashuhudia ninyi mambo haya katika makanisa. Nani anamtuma malaika? Yesu Kristo katika mwili wake wa kimalaika, Kristo katika Roho Mtakatifu katika kanisa lake amemtuma malaika wake ili kufanya mambo hayo yote yajulikane, ili kutoa ushuhuda wa mambo hayo yote ambayo hayana budi kutokea kupitia hatua mbalimbali za kanisa. Anaendelea kusema, mimi ndiye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Yeye ndiye shina na mzao wa Daudi. Yani Daudi anatoka kwake, anatoka katika mstari huu ama mstari huu wa Kristo, wa Masihi, wa malaika wa agano. Yeye ndiye mzizi na mzao wa Daudi, na pia anashuka katika gari kulingana na mwili kutoka kwa mfalme Daudi. Na sasa tazama, Mtume Yohana alitaka kuabudu miguuni pa malaika, naye malaika akamwambia asifanye hivyo. Malaika anasema hapa katika mstari wa 8 wa sura ya 22 ya Ufunuo, mimi Yohana ndiye niliyasikia na kuyaona mambo haya. Nilipokwisha kuyasikia na kuyaona, nilianguka chini na kusujudia miguuni pa yule malaika aliyenionyesha mambo haya. Lakini malaika akaniambia, tazama, usifanye hivyo, kwa maana mimi ni mtumishi mwenzako na wa ndugu zako manabii, na kwa wale wayashikao maneno ya kitabu hiki, mwabudu Mungu. Malaika huyu hakukubali kuabudiwa kwa Yohana, bali alimwambia asimwabudu yeye, bali amwabudu Mungu. Pia alikuwa tayari amelikataa jaribio lile la kumwabudu malaika. Hapa katika Ufunuo sura ya 19 mstari wa 9 na kuendelea, ambapo inasema, malaika akaniambia, andika, heri wale walioandikwa kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo. Naye akaniambia, haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu. Nilianguka miguuni pake ili kumwabudu. Akaniambia, nilianguka miguuni pake ili kumwabudu. Akaniambia, tazama, usifanye. Mimi ni mtumishi mwenzako na wa ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Mwabudu Mungu, kwa sababu ushuhuda wa Yesu ndiyo roho ya unabii. Na sasa hapa tunaweza kuona kwamba malaika hakukubali kuabudiwa, na akasema tumwabudu Mungu. Malaika huyu ni roho ya nabii ambaye amekuwa katikati ya kanisa wakati wote, na ambaye kwa wakati wa mwisho atakuwa katika mwili wa mwanadamu
na ndani yake utakuwa utimilifu wote wa Kristo. Kupitia yeye Kristo ambaye ataendesha huduma za mizeituni miwili, huduma za Musa na Eliya, ambazo ni huduma za wapaka mafuta wawili duniani, ambazo ni huduma za mizeituni miwili duniani, ambayo inasimamiwa na mizeituni miwili iliyo mbinguni, ambayo ni Gabrieli na Mikaeli. Ndio maana katika Ufunuo sura ya 7 mstari wa 1 na kuendelea inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za dunia. Baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za dunia, wakizuia pepo nne za dunia, ili upepo wote usivime juu ya dunia au juu ya bahari au juu ya mti wowote. Kisha nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri wa Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa mamlaka ya kuidhuru nchi na bahari, wakisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti, hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumishi wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nami nikasikia hesabu ya hao waliotiwa muhuri, watu 144,000 waliotiwa muhuri kutoka katika kabila zote za wana wa Israeli. Wa kabila ya Yuda 12,000 waliotiwa muhuri, kabila la Reubeni 12,000 waliotiwa muhuri, wa kabila ya Gadi 12,000 waliotiwa muhuri. Anaendelea hivyo kuhesabu kila kabila, na 12,000 waliotiwa muhuri kutoka katika kila kabila hilo. Malaika huyu anakuja na muhuri wa Mungu aliye hai. Je, muhuri wa Mungu aliye hai ni nini? Ni Roho Mtakatifu. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi, asema Mtakatifu Paulo katika Efeso sura ya 4 mstari wa 30. Malaika huyu anakuja na muhuri wa Mungu aliye hai, anakuja na Roho Mtakatifu ndani yake, yani anakuja na Kristo ndani yake. Kristo katika Roho Mtakatifu anakuja akiwa amefunikwa na kufunuliwa ndani yake, ili kuwaita na kuwakusanya 144,000 ya Waebrania 12,000 kutoka kwa kila kabila. Malaika huyu ni mpakwa mafuta na Roho wa Mungu pamoja na uwepo wa Mungu. Anakuja akiwa amepakwa mafuta na Roho Mtakatifu. Katika sura ya 2 mstari wa 28 ya Ufunuo inasema kwamba kwa mshindi, Kristo anasema, nitampa ile nyota ya asubuhi. Na katika Ufunuo sura ya 22 mstari wa 16 Kristo anasema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu ili kuwashuhudia ninyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye shina na mzao wa Daudi, ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Kristo atampa nini malaika anayekuja na mwili wa Mungu aliye hai? Atampa ile nyota ya asubuhi yenye kung'aa, ambayo ni Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu anakuja ndani ya yule malaika mjumbe, katika nabii huyu mjumbe, ili kuwaita na kuwakusanya Waebrania 144,000, 12,000 kutoka kwa kila kabila. Huyu ndiye malaika ambaye kupitia kwake Mungu hukusanya makabila yaliyopotea na kuwaunganisha kwa kabila la Yuda na kabila la Benjamini, ambalo inalingana na ufalme wa kusini, ufalme wa Yuda, na hivyo inaunganisha ufalme wa kaskazini na makabila 10 na ufalme wa kusini pamoja na makabila mawili. Hivi ndivyo anavyorejesha makabila 12 ya Israeli, ili pia kurejesha ufalme wa Daudi kwa watu wa Kiebrania, ufalme utakaokuwa ufalme ambao Masihi mwanamfalme
ataurejesha, ambaye atakaa kwenye kiti cha enzi cha Daudi na kutawala juu ya watu wa Kiebrania milele, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Na mataifa mengi ya mataifa yataingia katika ufalme huo na kupokea baraka za Mungu. Hapa ndipo watapata pia amani ya kudumu, haki ya kudumu ya kijamii, na kwa hivyo furaha. Kwa hivyo Wayahudi na mataifa wanangojea ujio wa mtu duniani ambaye atakuwa na sifa hizi na ahadi hizi zinazodhihirishwa ndani yake. Itakuwa ni uwepo wa Mungu kupitia kwa Roho wake, malaika wa agano ndani ya mtu ambaye atakuwa akiishi katika wakati huu wa mwisho, ambaye kupitia kwake itaendesha huduma ya Eliya na kisha pia huduma ya Musa, na kwa njia hiyo huduma ya Masihi. Hayo yote yatakuwa ndani ya mtu ambaye tutokea katika dunia hii katika wakati huu wa mwisho. Na hapo tutakuwa na wapaka mafuta wawili walio mbele ya uwepo wa Mungu, Gabrieli na Mikaeli, wa kiunga mkono kazi hiyo yote au kufanya kazi hiyo ya Mungu kupitia lile pazia la mwili. Na kwa hivyo mwanadamu huyu atakuwa ni mpaka mafuta wa Mungu kwa siku ya mwisho, aliyepaka mafuta na uwepo wa Mungu na Roho wa Mungu. Hiyo ndiyo sababu mchungaji William Branham, ambaye alikuwa mtangulizi wa mambo hayo yote ambayo yatakuwa yakitukia katika wakati huu wa mwisho, alisema katika ujumbe wa kitabu cha mihuri kwamba anaamini ya kwamba nabii huyu atakayekuja duniani katika wakati wa mwisho kama Eliya, ambaye atakuja kama mmoja wa mitume miwili. Anasema kwamba atakuwa na roho ya Kristo ndani yake, na kwamba itakuwa ni roho ya Eliya kwa mtu mwingine, mtu mwingine wa wakati huu. Kwa hivyo kwa kueleza siri hii kwa njia rahisi sana, siri hii tunaona kwamba anatuonyesha kwamba ataonekana mtu mwenye huduma ya Eliya katika wakati huu wa mwisho. Ilikuwa utimilifu wa huo unabii. Utakuwa na mwito kwa Wayahudi kupitia kwa huduma hiyo, na wao wataitambua. Wao wanamngojea mtu huyo. Sasa mchungaji William Branham anasema ya kwamba baragumu ya 7 ni manabii wawili, Musa na Eliya. Hizo ni huduma mbili, na ya kwamba muhuri wa 7 ni kuja kwa Bwana. Inasema muhuri wa 7 na baragumu ya 7 ni kuja kwa Bwana, kwa sababu mwana wa Adamu anakuja pamoja na malaika wake, yani anakuja
na huduma za mizeituni miwili zile zinazoendeshwa ndani yake na ndani na kwa Roho wa Kristo, Roho Mtakatifu. Na pia anasema roho pekee ya Eliya ni juavyo ni Roho wa Kristo, kwa sababu huyo ndiye anayeendesha huduma katika manabii, wajumbe wote ambao aliwatuma. Mtapata haya katika ukurasa wa 149 wa kitabu cha Mihuri, na pia kwenye ukurasa wa 399 wa kitabu cha Mihuri cha Kihispania, na pia katika kitabu cha Nukuu kwenye ukurasa wa 128, 129 na 130, na pia kwenye 149. Ngoja tuangalie hapa katika maandiko au maandishi ambapo wanatuambia kwenye ukurasa wa 128 fungu la 11:50. Sasa mara kanisa hili, siri ya muhuri wa 7 inapojulikana, kumbuka kwamba kanisa linaloenda kubadilishwa na kunyakuliwa ili kwenda pamoja na Kristo kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo litapokea imani, ufunuo ili kubadilishwa na kunyakuliwa. Na huo ni ufunuo wa muhuri wa 7, ufunuo wa kuja kwa Bwana kwa kanisa lake katika siku ya mwisho, kama vile ujuzi, ufunuo wa kuja kwa mara ya kwanza kwa Kristo kupitia kwa kuhubiriwa kwa Injili ya neema hutupatia imani ili kupokea wokovu na uzima wa milele, kupokea mabadiliko ya ndani, kupata kuzaliwa upya na kupata mwili wa malaika au wa kimalaika, vazi ambalo ni vazi la harusi. Pia ufunuo wa ujio wa pili wa Kristo kwa kanisa lake, kuja kwa Kristo kwa kanisa lake kabla ya dhiki kuu, inatupatia imani ya ili kubadilishwa na kunyakuliwa na kwenda pamoja na Kristo kwenye karamu ya harusi ya mwanakondoo, na mwili mpya usioweza kufa, usioharibika na mchanga kwa milele wote, kama mwili wa utukufu wa Kristo Mwokozi wetu. Ni rahisi tu jinsi hiyo. Na baada ya karamu hiyo kuu ya karamu ya harusi ya mwanakondoo, ambapo bibi harusi wake wa kanisa na Kristo watatawazwa na kutoa ufalme duniani kwa kurejeshwa kwa ufalme wa Daudi ambao utarejeshwa na Masihi mfalme. Hivyo basi Kristo Masihi, Kristo na kanisa lake watatawala duniani katika ufalme huo wa Daudi kwa baraka ya watu wa Kiebrania wa mataifa yote ya washiriki kati na mataifa yote ya Mashariki ya Kati na ya ufalme wote ambao wataingia Mashariki ya Kati na ya Mashariki ya Kati. Ingawa sio mataifa yote yataingia kulingana na maneno ya Kristo katika Mathayo Mtakatifu sura 25 mstari wa 31 hadi 46, mataifa mengine hayataingia kwa sababu yalitenda vibaya kanisa la Bwana Yesu Kristo na pia yaliwatesa Wayahudi. Kwa hivyo yale mataifa ambayo yalihusika katika mateso na kifo cha Wakristo na Wayahudi hayataweza kuingia katika ufalme wa Masihi. Watahukumiwa katika mwanzoni mwa ufalme wa Masihi. Wakati Masihi atakapoketi juu ya kiti cha enzi cha Daudi, atayakusanya mataifa yote mbele zake na kuwahukumu
wengine atawaweka upande wa kuume, kama mchungaji awekavyo kondoo wake upande wake wa kuume. Hao ndio watakaoingia katika ufalme wa Masihi. Wengine hao ndio waliowatendea mema Wayahudi na pia kwa kanisa la Bwana Yesu Kristo. Kristo mwenyewe alisema kwamba mtu yote atakayempa mmoja wa hawa ndugu zangu walio wadogo kikombe cha maji baridi, atakayewapea atapata thawabu. Thawabu ni uzima wa milele, ni kuingia katika ufalme wa Masihi. Na tunaona kwamba yeye pia ataweka mataifa mengine upande wake wa kushoto, kama mchungaji anavyoweka mbuzi upande wake wa kushoto. Atawahukumu na akuwatupa katika ziwa la moto, yani atawatupa katika Jehanamu, kama inavyosema katika Mathayo mtakatifu sura ya 24. Na ndipo maadui wa Wayahudi na maadui wa kanisa la Bwana Yesu Kristo watakapokoma, watakwisha. Hivi ndivyo Masihi atakavyotatua tatizo hili ambalo limesababisha mateso na yamesababisha vifo vingi kwa muda mrefu. Ndipo Bwana atawajibu akisema, amini nawaambia, kadri mlivyowatendea mmojawapo hao walio wadogo, hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Ukurasa 41 inasema, kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ondekeni kwangu ninyi mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele uliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Yaani moto wa milele umekwisha tayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika wa shetani, na kwa mataifa hayo yote na watu binafsi wanaowatesa Wayahudi au kanisa la Bwana Yesu Kristo. Huu ndio utakuwa mwisho wa hao waovu, wa wale wanaowadhuru wema, wa wale wanaomtumikia Mungu. Ndiyo maana katika Malaki sura ya 4 inasema, kwa maana tazama, siku inakuja inawaka kama tanuru, na wote wenye kiburi na wote watendao maovu watakuwa makapi. Siku inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina wala tawi. Dunia itapitia katika ongezeko la joto duniani, ambapo mamilioni ya wanadamu wataenda kuteketezwa. Hili itatolewa na volkano na pia vita vya kidunia vya tatu vya atomiki, ambavyo pia vitasababisha volkano kulipuka, pamoja na zile ambazo tayari zinafanya kazi. Kwa hivyo tunaweza kuona kwamba hatua ngumu inangojea sayari ya dunia, na kwa hivyo wakazi wa sayari hii, na ndiyo maana kila kitu kinaandaliwa kwa ajili ya tukio hilo, na ni kitu kinachofanana na kile kilichotokea kwa sayari ya Zuhura, ambayo kwa sasa ni eneo ambapo inayo hali joto yake ni takriban digrii 400 na kitu, na hapo hakuna mimea, hakuna kitu. Hatujui ni nyuzi joto ngapi zitapanda katika siku hizo, wakati dunia inapokuwa katika hali hiyo
ambayo imetengwa kwa ajili ya siku ya Bwana, ambayo itakuwa siku inayowaka kama tanuru, na wote wenye kiburi watakuwa makapi, wataenda kuchomwa. Kwa hivyo sehemu nyingi au maeneo mengi ya dunia yatakuwa na hali hii, na hii ni kuhusu nchi ambazo zimewatendea vibaya Wayahudi na pia kwa Wakristo wa kanisa la Bwana Yesu Kristo, ambalo limeteswa na kuuawa kwa milenia. Sasa huduma ya wapakwa mafuta wawili walio mbele za Bwana, ambayo itakuwa ni huduma ya malaika wakuu Gabrieli na Mikaeli, itatekelezwa kupitia kwa mtu ambaye atatokea katika dunia hii. Kupitia kwa mtu huyo, taarifa hii itatolewa, na wale wanaosikiliza vizuri wataweza kutoroka au kuepuka kuwa katika maeneo yenye hatari zaidi, na kisha wataweza kutoroka kwa ajili ya maisha yao, na pia wataweza kumkaribia Mungu zaidi. Yani kwamba habari za matukio yatakayotokea kutoka kwa Mungu yatajulikana kupitia kwa njia ya mizeituni miwili, kupitia kwa wapakwa mafuta wawili walio mbele za Bwana wa dunia yote. Na kwa hivyo watakuwa wakisambaza hapa, ambapo watasambaza habari hizo zote, na itakuwa ni mtu atakayeishi katika dunia hii katika wakati huu wa mwisho, ambaye kupitia kwake watajidhihirisha wapakwa mafuta wawili walio mbele za uwepo wa Mungu, na anaweza kuonekana mjumbe huyu nabii mjumbe, wakati mwingine anaweza kuonekana kama Eliya, kwa sababu huduma ya Eliya itaendeshwa na Roho wa Mungu, na wakati mwingine anaweza kuonekana kama Musa kulingana na kile anachonena na kufanya, na wakati mwingine anaweza kuonekana kama huduma ya Masihi. Kile ambacho ni baragumu ya 7 kwa Wayahudi, ambao ni Musa na Eliya, wapakwa mafuta wawili, ni muhuri wa 7 kwa ajili ya kanisa la Bwana. Na kwa sababu hiyo kanisa la Bwana litakuwa likimwona Kristo akifanya kazi kupitia kwa mwanadamu, Kristo katika Roho Mtakatifu akifunikwa na kufunuliwa kupitia kwa mwanadamu katikati ya kanisa lake. Na Wayahudi watakuwa wanamuona Eliya na watakuwa wanamuona Musa, watakuwa wanaona huduma hizo zikirudiwa kwa wakati huu, sio pazia lile la mwili ambalo ndani yake huduma ya Eliya ilifanya kazi kwa mara ya kwanza, wala kwa mara ya pili, wala kwa mara ya tatu, wala kwa 4, wala bali pazia la mwili ambalo ndani yake atafanya kazi kwa mara ya 5, na pia pazia la mwili ambalo na kupitia kwa hilo huduma ya Musa itakuwa ikifanya kazi kwa mara ya pili. Na huyo atakuwa ni nabii ambaye Mungu alisema angemwinua kama Musa, naye angeweka neno lake katika kinywani mwake, naye angenena kila kitu ambacho Mungu anamwamuru. Na mtu yote asiyesikiliza asemalo kwa jina la Bwana, Mungu atamtolea hesabu. Inasema Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 15 hadi 18. Kwa hivyo tuko katika wakati sahihi kwa ajili ya ahadi hizi, ili kuwa ukweli katikati ya Ukristo na pia katikati ya Uyahudi, kwa ajili ya watu wa mataifa katikati ya Ukristo, na kwa Wayahudi walio katikati ya dini yao na katikati ya taifa lao. Wapakwa mafuta wawili walio mbele za Bwana wa dunia yote. Hilo ndilo ambalo Mungu atakuwa akitimiza katika wakati huu wa mwisho. Wapakwa mafuta wawili pia waliwakilishwa na mwanamfalme Zerubabeli na kuhani mkuu Yoshua.
kwa sababu zitakuwa duniani huduma hizi za mfalme na kuhani zikidhihirishwa na wapaka mafuta wale walio mbele za Bwana. Huduma hizi zitadhihirishwa, na kwa sababu hiyo huduma hizi muhimu za kuhani mkuu na mfalme zitadhihirishwa. Hii itakuwa katika pazia la mwili, ambapo zitaendeshwa huduma za wapaka mafuta wawili na huduma za Masihi. Atakuwa mfalme na pia kama nabii na mfalme, au mfalme na nabii. Na hivyo na ndivyo itakavyokuwa utimilifu wa biashara za siku ya mwisho katikati ya Ukristo na katikati ya Uyahudi. Wapaka mafuta wawili walio mbele za Bwana wa dunia yote. Hivyo kwangu imekuwa ni upendeleo mkubwa wa pamoja nani wahudumu washiriki katika mwili wa siri wa Kristo, nikiwashuhudia wapaka mafuta wawili walio mbele za Bwana wa dunia yote. Mwendelee kuwa na mchana wenye furaha uliojaa baraka za Mungu, na Mungu awatumie zaidi katika kazi yake inayolingana na wakati huu wa mwisho katikati ya Ukristo na kama pia katikati ya Uyahudi. Na kazi yenu katika Bwana itambulike kama hazina iliyokusanywa, iliyowekwa katika ufalme wa mbinguni kwa ajili yenu wahudumu na washiriki wa makutano yenu. Na tutaendelea kuonana kwa milele wote katika mabadiliko, katika hatua ya tatu, ambapo hatua hiyo ya tatu katika utumifu wake wote itatimizwa katika kanisa kuu la hema kuu, ambalo linapaswa kutokea na ambalo linapaswa kuwa la kundi la siku ya mwisho, si ya kizazi cha kwanza wala cha pili wala cha tatu wala cha nne wala cha tano wala cha sita wala cha saba wala cha saba. Ni lazima ilingane na kizazi cha jiwe la pembeni, kizazi cha kuja kwa mwana wa Adamu pamoja na malaika wake, kizazi cha kuja kwa wapaka mafuta wawili pamoja na Bwana, ili hivyo ajidhihirishe mwenyewe katika utimilifu wake wote, katika utimilifu wa yote yaliyoonekana katika maono ya hema, ambayo yatakuwa utimilifu wa hatua ya tatu, ambapo lugha inayoambatana itakuwa ni lugha inayolingana na kundi la kizazi hicho kamilifu, kizazi cha jiwe la pembeni, ambacho ni kizazi kilichotiwa taji na kanisa la Bwana, kuvikwa taji na kuvikwa taji huduma ya siku ya mwisho kwa huduma zote, wapaka mafuta wawili mbele za Bwana wa dunia yote. Katika mradi wa kanisa kuu la hema kuu litakuwa wapaka mafuta wawili walio mbele za Bwana wa dunia yote, wamejumuishwa na Masihi mfalme, pia amejumuishwa. Huduma ya Masihi mfalme imejumuishwa. Uwepo wa nguzo ya moto, uwepo wa malaika wa agano umejumuishwa hapo. Hayo yote yamejumuishwa katika utimilifu wa maono ya hema. Kwa hivyo ni upendeleo mkubwa kufanya kazi katika mradi mkuu wa hema kuu la kanisa kuu unaofanywa huko Puerto Rico, mradi ambao ninauunga mkono pamoja na ninyi nyote wahudumu na pamoja na makutaniko yenu. Mungu abariki na kuwalinda, na muendelee kuwa na alasiri yenye furaha iliyojaa baraka za Kristo Mwokozi wetu. Na tayari usiku wa leo nitakuwa pamoja nanyi tena, na pamoja na wale wote watakokuwepo kutoka katika makutaniko yenu
huko Pereira na maeneo mengine yaliyo karibu. Mungu awabariki na kuwalinda, na mpaka usiku, Mungu akipenda, muombe sana kwa ajili ya shughuli ya jioni hiyo, ambapo mada itakuwa kanisa la Bwana Yesu Kristo likipokea imani ya kunyakuliwa. Muendelee kuwa na wakati wa wenye furaha uliojaa baraka za Mungu. Nitawaacha pamoja nanyi mhudumu mchungaji Miguel Bembezi Marini